Habari na karibuni wapenzi wa filamu, natumai mnaendelea vyema. Katika video hii tumekuletea, kwa hivyo wacha tuingie. Mwanzoni mwa hadithi, tunajulishwa kwa mwanamume anaitwa William, ambaye anaonyeshwa amelala kwenye gari lake. Baada ya kuamka asubuhi, anapiga mswaki na kujiandaa kwa kazi. Inafurahisha, mahali pake pa kazi iko karibu tu. Hivi sasa William anafanya kazi katika tasnia ya ujenzi, na mradi wa ujenzi unaongozwa na familia ya Garcia. Ikiwa tunazungumza juu ya malezi ya William, aliwahi kuwa askari wakati mmoja, lakini sasa baada ya kustaafu, anafanya kazi ya ujenzi ili kujikimu kimaisha. Kwa wakati ameunda timu, na timu hii imekuwa kama familia yake. William anapoenda ofisini, tunatambulishwa kwa Joy pamoja na mke wake Carla na binti yao Jenny. Familia ya Garcia ndiyo inayosimamia mradi wa ujenzi, na pia wanamtendea William kama sehemu ya familia yao. Akiwa anatazama nje, William aliona gari jeusi. Ndani kuna baadhi ya majambazi wanampiga mfanyakazi kwa sababu zisizojulikana. William anaingia na kuwaambia wasimame, akiuliza ni nini issue. Lakini badala ya kujibu, wanaume hao wanaanza kumtishia William. Wanachomoa hata bunduki zao, lakini William si mtu wa kurudi nyuma kwa urahisi. Anaanza kupigana na kuwapiga vibaya. Wakati majambazi zaidi wanafika, William analazimika kuchomoa bunduki yake mwenyewe kwa ulinzi. Alikuwa ameiweka kwake kwa dharura. Anawaelekezea bunduki na kuonya, sitaki shida yoyote hapa. Kusikia hili, washambuliaji wanaondoka mahali hapo kimya kimya. Baadaye Jenny anamwendea William na kumpa sanduku la chakula cha mchana na kumwambia ale. Ukweli ni kwamba William hana nyumba, hata haishi mahali pa kupanga. Gari lake ni nyumbani kwake anakolala na kuishi. Kawaida anakula kwenye hoteli za bei nafuu. Jenny anamwona kuwa rafiki na anamjali. Anamletea chakula ili asile nje. Baada ya kazi, William anaenda kumtembelea binti yake Mary. Ndiyo, William ana binti, ingawa mama yake amekufa. William amemwacha Mary nyumbani kwa baba mkwe wake, kwani hataki kuwa mzigo, haswa kwa vile mzee huyo tayari anamtunza Mary. Baada ya kumaliza kazi, William anampeleka Mary kwenye mgahawa ili kumtendea jambo zuri. Huko anampa picha ya mwisho iliyobaki ya mama yake. Mary anatazama picha na kusema kwa huzuni kwamba amekasirikia mama yake kwa kuwaacha peke yao. Sasa eneo linabadilika. Tunamwona Jenny, ambaye yuko nje ya karamu kwenye klabu na marafiki zake. Anakunywa sana, na mmoja wa marafiki zake anaanza kuhisi mgonjwa. Jenny anampeleka kwenye choo ili ajiburudishe. Anapomsaidia, Jenny anasema, ni wakati wa mimi kurudi nyumbani. Lakini mara tu Jenny anapotoka kwenye choo, mtu anamteka nyara. Siku iliyofuata, tayari ni mchana, lakini Jenny bado hajarudi nyumbani. Wakati Joy anaripoti kutoweka kwake kwa polisi, aligundua kwamba binti yake huenda alitekwa nyara. Yuko kwenye mvutano mkubwa, akitazama video za binti yake na kumkosa sana. Joy kisha anazungumza na William na kusema, ikiwa nategemea polisi tu, sijui nini kinaweza kumpata binti yangu. Ndiyo sababu ninataka umpate. Nitakulipa mamilioni ikiwa unaweza kufanya hivi. Ninakuuliza kwa sababu ulikuwa askari, na najua unaweza kushughulikia kazi hii. Akiona furaha katika mkazo huo, William anakubali. Usijali, anasema. Nitamrudisha binti yako kwa gharama yoyote. Joy anahisi faraja, akijua kwamba William ana uwezo. William anaanza uchunguzi wake kwa kuvuta baadhi ya picha. Kwanza anaenda kwenye klabu ambapo Jenny alionekana mara ya mwisho. Nje ya klabu, tunakutana na mhudumu wa baa anayeitwa Johnny, ambaye amekuwa akiuza dawa za kulevya kwa siri. William alikuwa tayari aliona hii katika siku za nyuma. Kumwona Johnny akijihusisha na biashara mbaya, William anashuku kuwa anaweza kujua kitu. Kwa hiyo, anamfuata Johnny nyumbani kwake na kumkabili akiwa amemnyooshea bunduki. Ninamtafuta msichana huyu, William anasema akionyesha picha ya Jenny. Alikuwa kwenye kilabu chako jana usiku na alitoweka kutoka hapo. Johnny anaipuuza akisema wasichana wengi huja kwenye kilabu, sijui chochote. Lakini William hakati tamaa. Kwa kumhoji kwa mtindo wa kijeshi, anaanza kumtesa Johnny, kumtia ndani ya beseni la maji mara kwa mara, akijaribu kumfanya aongee. Ghafla, William anasikia sauti. Marafiki wa Johnny wamekuja kumtembelea na wanampigia simu. Johnny huchukua fursa ya kupiga mayowe kwa sauti kubwa, akiwatahadharisha kuwa kuna kitu kibaya. William anapojaribu kumtoa Johnny nje, marafiki zake wanaona kinachoendelea na kwa hofu wakampiga Johnny kwa bahati mbaya. Haikuwa makusudi, lakini mambo yanaenda haraka. William, akichukua wakati huo, anawapiga marafiki wote wawili na kuwaua pia. Sasa tukio kuhama tena. Tunamwona Jenny akiwa amejifungia ndani ya chumba. Anapata fahamu na kuanza kuwakumbuka wazazi wake, akilia na kuomba msamaha akilini mwake.
Anajuta kwa kutowasikiliza. Walimwonya asiende karamu usiku, lakini hakusikiliza. Sasa amejaa hatia. Asubuhi iliyofuata, William anaonekana ameketi ndani ya gari lake lililoegeshwa nje ya nyumba ya Johnny. Baada ya muda, mtu anayeitwa Huladmer anatokea. Pengine alikuwa anakuja kukutana na Johnny kwa ajili ya biashara fulani inayoelekea ilihusiana na dawa za kulevya. Lakini Huladmer hajui kilichotokea ndani ya nyumba. Yuko pale kukusanya pesa kwa kubadilishana na madawa ya kulevya. Anapoingia ndani ya nyumba na kuona matokeo yake, alishtuka na kuwa na msongo wa mawazo kabisa. Alikuwa akifikiria ni nani angeweza kuwaua watu hawa na kwa nini. Kwa sababu ndani ya nyumba, pesa na dawa zote za kulevya zilikuwa bado zipo. Alipoona hivyo, Huladmer alitambua kwamba huo haungeweza kuwa wizi. Ni jambo lililofanyiwa kwa makusudi. Hata hivyo, Huladmer hakutaka kujihusisha na hayo yote. Kwa hiyo aliingia kwenye gari lake na kuondoka eneo hilo kimya kimya. Lakini hapa tunaona kwamba William alikuwa akimfuata. Alimfuata Huladmer hadi nyumbani kwake na kumtazama kutoka msituni kwa kutumia kamera. Huko, alimwona Huladmer akimdhulumu mke wake mwenyewe kwa sababu fulani. Baada ya kuondoka, William aliingia ndani ya nyumba, akamfunga kwenye kiti na kujaribu kumpiga. Huladmer alipomwona William, alitambua kwamba huyo ndiye mtu aliyewaua watu wake. William alisema, sijali kama wewe ni bosi wa Don au Mafia. Nataka tu habari kuhusu msichana huyu. Niambie unachojua na nitakuacha uende. Huladmer akajibu, lazima Dimi anafanya hivi. Lazima ndiye anayefanya hivyo. Ndiyo sababu uliwaua watu wangu na kuja nyumbani kwangu. Nitamua Dimi kwa haya yote. Kwa hilo, William alisema, hilo ndilo hasa sitaki. Ukienda kukutana naye sasa itaharibu kila kitu. Akisema hivyo, William anamsukuma Huladmer ndani ya maji na kumuua. Baada ya hayo, William anaondoka eneo la tukio. Kisha mwanamume mwingine anaitwa Arthur anafika nyumbani pamoja na wajukuu wake wawili, Lucas na Tom. Arthur anapoingia ndani ya nyumba hiyo, anapata kwamba mtu fulani amemuua mmoja wa wanaume wake anaowaamini. Kila mtu anajua jinsi miunganisho ni muhimu. Inapovunjika, biashara inatatizika. Sasa kwa kuwa mtu wao waliyemwamini alikuwa amekufa, uhusiano wao ulivunjika. Lakini muhimu zaidi, walitaka kujua ni nani aliyefanya hivi. Arthur anawaambia wajukuu wake, namtaka mtu huyu akiwa hai. Kisha tukio linabadilika na tunamwona William akimpigia simu rafiki anayefanya kazi katika idara ya polisi. Anauliza habari kuhusu mtu anayeitwa Dimi. Kwa kuwa kila kitu kimehifadhiwa kwenye hifadhi data ya polisi, William anaweza kupata maelezo fulani. Ili kufika Dimi, lazima kwanza akutane na mtu anayeitwa Molanzi. Rafiki yake anamwambia jina la baa ambapo Uholanzi hujivinjari. William huenda kwenye baa na, baada ya kukabidhi pesa, anafanikiwa kukutana na Uholanzi. Sio tu mtu yeyote anayeweza kukutana na Uholanzi, lakini William alikuwa na pesa za kutosha. William anamwambia, nina mnunuzi ambaye anaweza kukulipa zaidi ya $17 kwa nusu pauni. Hapa wanazungumza juu ya dawa. William anajifanya kuanzisha naye biashara kwa sababu anajua hiyo njia ya kumkaribia Dimi. Anawapa Waholanzi pesa taslimu na kupokea dawa hizo kama malipo. Lakini badala ya kusambaza dawa hizo, anazitupa majini. Kisha tukio hubadilika na tunatambulishwa kwa mtu anayeitwa Viper na mpenzi wake Amira. Wanaenda kukutana na mteja anayeitwa Robtho ambaye huwapa koti lililojaa pesa taslimu. Wawili hawa ndio waliomteka Jenny. Baada ya kumpa dawa, walimjaza kwenye sanduku na kumleta kwa Robtho. Kwa kubadilishana, aliwalipa pesa nyingi. Kisha eneo hilo likamrudia William tena. Asubuhi iliyofuata, Uholanzi humpigia simu na kumuuliza jinsi mteja alipenda dawa hizo. William anadanganya, akisema mteja alikuwa na furaha sana na anataka zaidi. Molanzi anajibu, sawa, lete pesa. Ninataka ukutane na mtu. William huvaa na kwenda kwenye anwani ambayo Uholanzi ilimpa. Hatimaye anakutana na Dimi. Wakati William anatambua kuwa mtu aliyeketi mbele yake ni Dimi, anachoweza kufikiria ni kuchomoa bunduki yake, kumuuliza Jenny na kupeperusha kichwa chake. Lakini kwa sasa hawezi kufanya hivyo. Kuna wanaume wengi sana wa Dimi karibu. Bado ni lazima kusemwa kwamba William aliweza kufikia Dimi kwa urahisi kwa kutumia majaribu. Dimi pia alihitaji mgavi wa kusambaza dawa zake. Kwa hiyo hakuuliza maswali mengi na kupeana mikono na William. William alimpa pesa na badala yake Dimi akampa dawa zaidi. Lakini tena William alitupa dawa zote. Kurudi nyumbani, William alikuwa akitazama picha kutoka kwa kilabu cha Jenny. Katika picha hizo, aliona mtu anayefanana na Viper alikuwa akizunguka Jenny na kuchukua picha zake. Simu ya Johnny bado ilikuwa na William, na kupitia hiyo, aligundua kwamba Johnny alikuwa akimwambia Viper kuhusu Jenny tena na tena.
Wakati huo, ujumbe ulikuja kwenye simu ya Johnny ukiwa na jina la Chuki Salon. Baadaye, tunajifunza kwamba Chuki Salon kwa hakika ni jina la baa. Lazima mtu alitaka dawa za kulevya na alikuwa akimtumia Johnny ujumbe. Lakini katika chumba cha udhibiti wa baa, mpenzi wa Viper Amira alikuwa ameketi na kumwona William. Baadaye, tunajifunza kuwa hii yote ilikuwa sehemu ya usanidi wa kumnasa William. Watu hawa walikuwa wametuma ujumbe huo kwa makusudi kwa simu ya Johnny, wakijua kuwa yeyote aliyemua Johnny angetokea hapa. Na William alifanya kosa hilo, alikuja. Baadaye tunajifunza kwamba watu waliokuwa nyuma ya usanidi huu hawakuwa wengine ila Lucas na Tom. William anapotambua ukweli kuwahusu, ananyakua gari na kutoroka. Lakini Lucas na Tom pia huchukua gari na kuanza kumfukuza. William aligonga gari la polisi kwa bahati mbaya. Alifikiri polisi wangemsaidia, lakini nao pia walimsaidia. Kwa hiyo wanamshika William na kuanza kumpeleka kwa Arthur. Lakini William hakuwa mtu wa kukaa kimya tu, anawashambulia. Wakati wa mapigano hayo, risasi ilimpiga dereva kwa bahati mbaya na kusababisha ajali mbaya. Gari linakaribia kutumbukia kwenye kidimbwi, lakini William anafanikiwa kutoroka kwa wakati. Kwa sababu gari linazama, Lucas na Tom wanakufa. Siku iliyofuata, Arthur anapopata habari kuhusu hili, anakasirika zaidi. Sasa wajukuu zake walikuwa wamewawa pia. Tukio linabadilika na tunaona Viper na mpenzi wake wakikutana na Dimi. Hapa, tunajifunza kwamba Dimi na Viper ni ndugu lakini hawaelewani. Ndiyo maana wanaendesha magenge tofauti. Dimi alikuwa amempigia simu Viper hapa kuzungumza. Anakasirika na kusema, kwa sababu ya kosa lako moja, watu wengi wanakufa. Kwa pesa chache tu, ulimteka nyara msichana huyo, na sasa mwanamume anayemtafuta anaoa kila mtu. Baadaye, wakati Viper anaondoka na mpenzi wake, Arthur hukutana na Dimi. Anamwambia Dimi, mtu fulani alimzamisha baba yako na kumuua, nawe hata hujali. Tunaona hapa kwamba mtu William alizama kwenye bwawa Vladimir alikuwa baba ya Dimi. Dimi anajibu, sikuwa na uhusiano wowote naye, sijali. Lakini Arthur anasema, ninajali, aliua wanaume wangu wengi. Kisha Arthur anaonyesha Dimi picha ya William kutoka kwa picha ya kamera. Dimi anashtuka kuona mtu akishughulika naye ndiye aliyesababisha mauaji hayo. Dimi anasema, alinivutia kwa pesa, nilitaka tu kufanya biashara. Kisha anakabidhi leseni ya William ya kuendesha gari kwa Arthur. Ili kufanya biashara ya dawa za kulevya, William alikuwa amewasilisha leseni yake, ambayo Dimi bado alikuwa nayo. Kwa kutumia leseni, wanachimba maelezo yote ya William. Muda mfupi baadaye, mmoja wa wanaume wa Arthur anaenda kwa nyumba ya baba mkwe wa William. Hatuonyeshwi kinachotokea huko, lakini tukio linahamia kwa William. Anapigiwa simu kutoka shuleni na kujua hakuna mtu aliyempokea Mary siku hiyo. Anakimbilia shuleni kwake, akamchukua na kuelekea nyumbani kwa baba mkwe wake na kukuta moto. William anakimbilia ndani na kumwokoa baba mkwe wake ambaye alikuwa amepoteza fahamu kutokana na moshi huo. Hakuna jambo zito lililotokea, ingawa ndevu na nywele zake zilichomwa moto. Inakuwa wazi moto huo ulikuwa kwa sababu ya William, kwa hivyo baba mkwe wake amekasirika. Lakini William anaahidi, nitarekebisha kila kitu. Anampeleka Mary kwa nyumba ya rafiki yake wa zamani kwa usalama na anapata silaha kutoka kwake. William anaanza misheni yake. Baada ya kumwaga binti yake, eneo linabadilika. Viper na mpenzi wake wanasafirisha Jenny mahali fulani. Na Amaira, rafiki wa kike, anatishia kumpiga risasi. Jenny anakasirika na kumshambulia Amaira na kusababisha gari lao kuanguka. Jenny anatoroka msituni. Wanajaribu sana kumtafuta lakini wanashindwa. Jenny anapata gari la polisi na kukimbilia kwa usaidizi. Lakini polisi wanamrudisha kwa Viper. Eneo linabadilika tena. William, akiwa na silaha kamili, anaingia kwenye maficho ya Dimi. Baada ya kuwatoa watu wake wengi, anamjeruhi Dimi. William anasema, ninamtafuta msichana huyo. Niambie alipo na nitaokoa maisha yako. Vinginevyo, tayari unajua ni watu wangapi ambao nimewaua ili kumpata. Dimi akihofia maisha yake anasema, haya yote ni ya kaka yangu. Nitakupeleka mahali ambapo anaweka wasichana kwa wateja wake. Dimi anaongoza William hadi mahali ambapo Viper yuko. Ingawa William alikuwa ameahidi kumwacha Dimi, hatimizi ahadi hiyo na akampiga risasi. Ndani tunaona kwamba Viper amemteka Jenny. Robtho, mteja wao, pia yuko pale, alikuja mahsusi kwa ajili ya Jenny. William, akiwa tayari kwa vita, kwanza anaanzisha mlipuko mkubwa ili kuvuruga kila mtu. Kisha anaenda katika bunduki zinazowaka na kuua kila mtu katika njia yake. Hatimaye anampata mteja. Viper anampiga vibaya na kuwaua Viper na Amaira. Anamwokoa Jenny na kumrudisha kwa familia yake.
Familia ya Jenny imeshtuka na kufurahi sana kumuona. Walikuwa wamepoteza tumaini kwamba angerudi tena. Na kama hivyo, William anaokoa maisha ya Jenny. Anaungana tena na binti yake na hatimaye hadithi inakuja mwisho. Asante kwa kutazama na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo utunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.